Kuwali gani mtazamaji wa Oli TV, na leo tena ni siku nyingine na kukaribisha kwenye kipindi chako pendwa, kipindi cha Sport Leo. Na leo nitakuwa na wadau mbalimbali wa soka, wachambuzi mbalimbali wa masuala mazima ya kabumbu. Langu jina ni Oliver Mchilo na leo nipo na mdau wa soka hapa anayejulikana kama nani Selemani. Abdalla Selemani. Mada iliyopo mezani, je, ni kutokana na vyanzo mbalimbali ama baadhi ya vyombo vya habari kutoa taarifa kwamba rais wa mpira ama rais wa TFF Wallace Karia anashinikizwa na baadhi ya viongozi kuachia ngazi. Hao si viongozi wengine, ni vigogo kutoka kwenye serikali. Je, hili swala linapelekea hali gani kwenye mpira wetu wa Tanzania? Mimi kwa mtazamo wangu sio jambo zuri, kwa sababu unahisi kwanza katiba kama katiba ya TFF unavyofahamu inaruhusu kiongozi kugombea au kuwania na kushikia nafasi ya uongozi wa rais, haina kikomo. Kwa hiyo kama yeye anaona anafaa na watu wanamuona anafaa, ni wakati sahihi wa kumwacha akaendelea. Jambo la pili, kama hao vigogo ambao wanakuwa wanamshinikiza aachie nafasi yake ya rais, sio jambo zuri, kwa sababu either ikiwa wanatoka kwenye upande labda wa serikalini, italeta taswira ambayo inataonekana kwamba soka letu la Tanzania linaingiliwa na serikali. Kwa hiyo kuna baadhi ya maamuzi yataonekana kwamba wewe anafanyika kwa shinikizo la upande wa serikali, kitu ambacho kwa upande wa FIFA wenyewe huwa wanapingana nacho na hawapendi kabisa maamuzi na soka kuendeshwa au kusimamiwa kwa shinikizo la viongozi kutoka serikali. Kwa upande wangu mimi ni jambo baya, tunabidi tuitenganishe serikali na swala zima la mpira. Huyo ni Kulwa Abdalla ambaye ametoka kutanabaisha hapo swala zima hilo, lakini pia yupo mdau mwingine naye ataweza kulizungumzia swala hilo hilo. Twende tukamsikilize. Pause. Tumerejea tena mtazamaji wa Oli TV na tunaendelea na mdau mwingine anayefahamika kwa jina kama Ibra. Ibra, nadhani umesikia mada iliyopo hapa mezani. Je, unahisi kwa hichi kinachoendelea, baadhi ya vigogo wa serikali kuingilia kwenye mpira wetu, unahisi hii inapelekea hali gani au kuna kitu gani kitaendelea kwenye mpira wetu wa Tanzania? Kwanza italeta taswira mbaya kwa watu ambao wanafuatilia mpira wa Tanzania, kwa maana ya NBC Premier League. Ni moja kati ya ligi 5 tayari Afrika ambazo zishapiga hatua. Unapochanganya ligi na siasa, utakuwa kama ndugu zetu wa Kenya. Kenya walifungiwa na FIFA. FIFA na siasa viruhusiwi. Na ndio maana kuna rais wa nchi na kuna rais wa shirikisho la mpira kwa maana TFF. Kwa hiyo serikali inabidi iendeshe mambo ya serikali na mpira uendeshwe mpira kisheria zile 17 za mpira. Ukichanganya siasa na mpira utaleta taswira mbaya. Je, unahisi kwa hiki kilichotokea hapo awali badala ya mechi ya tarehe 8 iliyokuwa inawakutanisha watani wa jadi Yanga na Simba, pia ikapelekwa tarehe 15 ikaahirishwa ikapelekwa tarehe 25. Unahisi hiki ndio kinapelekea mpaka yote kutokea ama kuna kingine kipi kinachomfanya mpaka baadhi ya vigogo kutaka kumtoa Wallace Karia madarakani? Unajua mpira wa Simba na Yanga ni siasa. Nje ya kapeti mpira Simba na Yanga ukitoa kwamba unatoa burudani kwamba ndo timu ambazo zimebeba taswira ya ligi ya Tanzania bara, ila nje ya Simba na Yanga kuna siasa. Mimi siwezi kusema kwamba wanamshinikiza atoke kwa sababu ya hiyo dabi kuahirishwa, ila kuna mambo yao. Maana Wallace Karia ni moja kati ya, nadhani ndo rais wa muda wote TFF. Na tunaona amefanya mambo makubwa sana. Kuna mambo makubwa ya kimpira yamepiga hatua. Tanzania tulikuwa tumeshashiriki AFCON mara moja, mpaka sasa hizi tunaenda AFCON ya 3. Tunatafuta ya 4. So naelewa hapo sisi ndo tunakuwa wenyeji wa chani. Je, kutokea nyuma huko tumepiga hatua, kuna haki ya matangazo, kuna kampuni moja inarusha mipira. Mechi zote tunaziona kupitia hiyo shirikisho la mpira la TFF kupitia chini ya Wallace Karia. Na tumepata haki ya matangazo na moja ya chombo kizuri ambacho kinaonyesha mpira wetu mechi zote. Kwa mtazamo wako wewe kama mdau wa soka, una kipi cha kuongea kwa Wallace Karia? Je, aachie ngazi ama aendelee kutokana na yale aliyoyafanya huko nyuma, wewe kama mdau? Wanasema mtu mzima ni jalala, yani utu uzima ni jalala. Sometimes unabidi ukubaliana na matokeo. Mtoto akilia nyembe mpatie. Kama unaona anatakiwa atoke, umwache aache atoke, turudi kule tulikokuwa. Ama tutapiga hatua zaidi hapa tulipo. Maana unajua hakuna mtu ambaye kila siku amekamilika kwa engo zote. Lakini nafikiria kwamba kwa sababu maneno ni mengi, is better tu yakaachia, aachie wenzake waje waendeleze gurudumu. Maana itakuwa ni sahihi. Maana anaweza kang'ang'ania kubaki, alafu mambo yakawa mabaya zaidi, akasema sisi tulisema.
kuheshimisha historia yake ya mpira aliyotengeneza yeye mwenyewe kama rais, anabidi tu achie waje watu wengine. Ushauri wangu mimi ndio huo. Amemaliza kwa kusema kutokana na kuheshimisha kwake mpira wetu wa Bongo, ikiwezekana aachie ngazi ili aje mwingine tuone anafanya kipi. Mpaka kufikia hapa mimi sina la ziada. Ulikuwa nami Oliver Mchilo.